Nikukaribishe kwenye channel hii ya siri za Biblia, lakini pia siri za utajiri. Hakuna utajiri na mafanikio ya kimungu kama Mungu hajawa center ya maisha ya mwanadamu. Hapa duniani mwanadamu anaweza kufanikiwa kwa njia kuu mbili, ya kumtegemea Mungu, kumtegemea shetani. Anayemtegemea shetani pia anaweza kuzitegemea akili zake mwenyewe. Lakini kama mwanadamu akijua kwamba hajaja hapa duniani kwa bahati mbaya na ameumbwa, anatakiwa amjue aliyemuumba na awe tayari kumsifu na kumtukuza kwa kila hatua. Kusoma kile kitabu cha Kumbukumbu la Torati mstari wa 8, sura ya 18 mstari wa 18, anakuambia mtu apatapo utajiri asijisifu kwamba akili zangu ndo zimenipa utajiri, maana Mungu ndiye anayetoa nguvu ya kupata mtu utajiri. Sasa wengi kwa sababu tunahisi akili zetu, visomo vyetu, maarifa yetu ndo yametufanikisha, ndo maana mwisho wa maisha yetu unakuwa mbaya, au hata ule uchumi tulioupata unageuka ni anguko kubwa kwenye maisha yetu. Unashangaa mtu ni tajiri lakini anagua pressure, kisukari, matatizo chungu mzima. Mwingine anatumia madawa mabaya, mwingine anajichubua, mwingine anajitesa kwa sababu ya fedha yake inakuja kumwangamiza. Kwa nini? Hakumtukuza Mungu kupitia utajiri wake. Maandiko yanasema utajiri na heshima hutoka kwa Mungu, lakini utajiri na kuanguka na maangamizi hutoka kwa shetani. Sasa leo nataka nikufundishe, kuna mada inayozungumzia juu ya mafundisho ya uongo na manabii wa uongo. Ukiona haya yanaendelea, jua kuna nabii wa uongo yupo katikati yako ambaye atakutenga na ile siri ya utajiri wa kimungu na siri za Biblia ambazo unatakiwa uzijue. Maandiko yanasema siku za mwisho watu watakuwa ni watu wa kujipenda wenyewe, waongo, wanaolenga faida zao, matumbo yao na kumwacha Mungu. Maana amesema tujihadhari sana na manabii wa uongo, maana hao watajivika ngozi ya kondoo, kumbe ndani yao ni chui wakali na ni hatari. Sasa ukiona ishara hizi, upo kanisani au upo kwenye fundisho lote mitandaoni linalojikita na haya mambo, stuka mapema, msi Roho Mtakatifu akufunulie, usije ukaingia sehemu ambako siko. Fundisho la kwanza ni yale mafundisho ya Balaam na wa Nikolai. Ni mafundisho ambayo hayampi nafasi Roho Mtakatifu, lakini pia ni mafundisho ambayo yanampeleka mtu kuabudu sanamu na vitu ambavyo si vya kimungu. Tunamuona Balaam anamshauri Balaki awadanganye wana wa Israeli waende kutoa sadaka kwa miungu, waende kufanya uzinzi. Kwa hiyo ukiona injili yoyote haikemei hayo mambo, basi jua ni mafundisho yale yale yanayowaongoza watu kuja kuangamia. Lakini kitu cha pili, unashangaa mtumishi yule au mwalimu yule anageuka yeye ndo Mungu, utukufu anataka yeye na anataka ashangiliwe kama Mungu. Ukiona hayo basi stuka. Tatu, hakuna mafundisho ya Roho Mtakatifu, wala watu hawajazi Roho Mtakatifu, bali wao ni kukemea tu mapepo. Na maana sema ambako hakuna ujazo wa Roho Mtakatifu ni sema ambako hakuna uwepo wa Mungu. Maana Roho Mtakatifu ndo msaidizi pekee ambaye ametumwa kwetu ili sisi wanadamu tupate kuokolewa, tupate kusamehewa dhambi, tupate kutakaswa, lakini kufundishwa kumjua Kristo na kuenenda katika misingi ya Kristo. Lakini kitu cha 4 ni ubatizo wa maji mengi, unakuta hakuna. Unakuepo ubatizo uliochakachuliwa, labda unanyunyiziwa maji. Hayo ni mafundisho ya uongo. Maana Yesu kama ingekuwa hivyo na yeye angefanya hivyo. Sasa kwa nini azamishe Yohana, azamishe wanafunzi wake, wazamishe, alafu ulimwengu wa sasa wao wanajifanya wako busy sana na wanajifanya wana teknolojia sana? Kuna vitu vya kiroho havihitaji teknolojia. Unahitaji ufanye kile ili uenende. Maana anasema atakayenipenda analishika neno langu. Sasa kama neno linasema moja, wewe ukatamka 2 au ukafanya 2, ina maana unaenda kinyume na mapenzi ya Mungu. Lakini pia kitu cha 5 ambacho ni hatari kwa injili hizo za uongo, unashangaa hakuna injili ya toba wala msamaha wa dhambi. Watu hawahubiriwi watubu, wamgeukie Mungu, maana ni majira ya mwisho. Watu wanatakiwa
kumgeukia Mungu aliye juu. Maana Yesu mwenyewe injili yake ilikuja kwa ajili ya toba na msamaha wa dhambi. Soma Marko 1:14. Yohana mwenyewe hivyo hivyo, Marko 1:4. Kwa hiyo injili ni watu waondolewe dhambi. Ndio maana kudhihirika kwa Yesu Kristo alikuja kwa ajili ya ondoleo la dhambi, si kwa ajili tu ya kukupa utajiri na mafanikio. Hayo ni matokeo ya msamaha wa dhambi. Mwanadamu akiwa na dhambi, utukufu wa Mungu haupo, lakini unaposamehewa dhambi utafanikiwa, utabarikiwa, utainuliwa. Kwa hiyo focus sio mafanikio, focus kwanza ni toba na msamaha wa dhambi, ili Mungu asione jambo lolote kwa nini asikubariki. Kusoma kitabu cha Kumbukumbu la Torati 28:1-14, anakuambia ukifuata sheria yangu, amri yangu, ukaiacha dhambi, haya mafanikio yatakupata. Sasa wengi tunadili kutafuta mafanikio kwa njia ambayo sio, huku tukiacha maisha yetu yakiwa na dhambi na kumkufuru Mungu. Mtu anakubembeleza na anakulazimisha na anakudanganya kwamba tumia hiki, tumia hiki, tumia hiki. Na mwisho wa mwisho unatumia, lakini bado nafsi yako ina dhambi, hujatubu. Ina maana hakuna unachokifanya. Kimwili unaona ni kama unabarikiwa, lakini rohoni unajilaani kwa sababu hujafuata kanuni ya Mungu. Mungu ni Mungu wa kanuni, Mungu wa agano lake, haliwezi likadanganyika au kuleta udanganyifu ndani yake. 7, hakuna kuandaa wanafunzi, bali unakuwa ni kiongozi binafsi, mtumishi binafsi, na bila wewe unaona hakuna chochote kinachoweza kuendelea. Lakini Yesu aliandaa wanafunzi na akasema kwamba watafanya kazi kubwa zaidi, na sisi tunayemwamini tutafanya kazi kubwa zaidi. Na wewe kama kiongozi wa kanisa lazima utengeneze mazingira na platform kwamba wewe usiwe icon ya milele kwenye huduma. Tengeneza watu na wanafunzi watakaoweza kuzidi kupanua injili ya Kristo, kwa sababu Mungu haangalii mafanikio ya kimwili, anaangalia ni nafsi ngapi zimeokolewa kwenye injili yako ile unayohubiri. Kwa hiyo injili ya kweli inavuviwa na Mungu, hata kama wengi wataikataa, lakini ina impact ya kuwafanya watu wengi wamjue Mungu na kumgeukia. Lakini mwisho kabisa unashangaa wewe ni mtu ambaye kwamba ndoto na maono unamtambua kuna mambo yanaendelea ambayo sio ya kimungu. Utaona labda kuna vitu majoka, utaona anataka kukuzini, utaona mambo mengi, utaona ambayo si ya kimungu akitaka kukufanyia. Au unahisi anakubariki lakini janga linakutokea, au analenga kukuibia kitu, analenga kukuibia jambo, au analenga kukufanyia kitu kibaya kwenye ulimwengu wa roho. Unapoanza kuona hayo, jua ni shetani yupo kazini kwa ajili ya kutenga na utukufu wa Mungu kwenye maisha yako. Unachotakiwa ni kujua uko sehemu ambayo sio, muombe Roho Mtakatifu akuelekeze na kuongoza sehemu sahihi. 9 amri za Mungu wanazivunja. Unakuta makanisani wanazini, watumishi wanazini na waumini. Uchafu ndio unaoendelea kwenye hiyo huduma au kwenye hilo kanisa. 10 na mwisho ni mafundisho ya kuwavuta watu kutatua matatizo yao tu, sio kuwavuta watu kwa Kristo ili watubu dhambi zao na kuishi maisha matakatifu yanayompendeza Mungu. Kwa mafundisho yao mengi yanakuwa ni kwa ajili ya fedha, sio kwa ajili ya utakatifu. Mafundisho yao mengi ni kwa ajili ya mambo ya kimwili, sio mambo ya kiroho. Mafundisho hayo ni mafundisho ambayo watu wananena makuu, watu wanaongea mambo ya kiburi, na watu hawa wanakuwa na viburi na majivuno, na mwisho wa mwisho ni anguko hata kwa wale wanaowafuata. Rudi kwenye misingi, mwamini Mungu, tembea katika njia inayoenenda katika misingi ya Biblia. Rudi kwenye Biblia, usome Biblia, ndio maana unadanganywa. Hauna muda na Mungu, ndio maana unadanganywa. Toka usingizini rafiki yangu, ni majira ya mwisho ya kuibiwa, majira ya mwisho ya kuinuliwa, majira ya mwisho ya Yesu kuja. Anataka tufue nguo zetu, maana yupo mlangoni anabisha hodi. Ni majira ya kuyatukuza yale majina ya watu ambao wamefanya mapenzi mema, lakini na kuangusha na kuwahukumu wale wanaoenda kinyume na mapenzi yake. Kumbuka, usipochukua hatua leo, ukaokoka, ukaacha uovu, ukafundisha mafundisho ya kweli, ukaacha tamaa na mambo ya kidunia, utakuja kuangamia. Kumbuka Yesu mwenyewe amesema kwamba lazima tuishinde vitu vitatu: tamaa ya mwili, macho na kiburi cha uzima. Amesema kwenye Yohana 1:2-15-17. Lakini mwenyewe Yesu alitupa mfano wa kushinda. Mathayo 4:1-11 na Luka 4:1-13. Aliposhinda shetani, alipomshawishi kwa ajili ya chakula, alipomshawishi kwa ajili ya fedha, na alipomshawishi kwa ajili ya kujiona yeye ni mwana wa Mungu. Kwa hiyo amdharau Mungu na kutumia kiburi cha uzima. Adamu alishindwa.
Suleiman alishindwa. Tunaona Daudi anashindwa na zinaa. Lakini tunaowaona walishinda ni Yesu Kristo. Tunamwona Daniel, tunamwona Yusufu. Unaweza ujifunze uenende katika misingi ya kimungu, na kwamba hakika utaona matokeo makubwa kwenye maisha yako. Mungu akupe neema na akili na ufahamu. Akupe roho 7 kama ilivyoandikwa kwenye Yohana 11:6. Akupe matunda 9 ya Roho Mtakatifu kama Wagalatia 5:22-23 inavyosema. Akupe huduma 5 za Kristo na uweze kufanya mapenzi yake kama anavyosema Waefeso sura ya 4 mstari wa 11 hadi 12. Lakini mwisho kabisa akuhakikishie anakupa vipawa 9 vya Roho Mtakatifu, na Roho Mtakatifu akujae kama inavyosema kile kitabu cha Wakorintho wa kwanza 12:8 na 9. Lakini mwisho kabisa akupe nguvu zake, umpate Mungu na nguvu zake kama Zaburi 105 mstari wa 4 inavyosema. Mungu akubariki, akupe neema. Hujampokea Kristo, tamka maneno haya. Sema: Bwana Yesu, leo nakuamini wewe. Wewe ni Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Nimekupokea wewe, uniongoze. Unijaze Roho wako anifundishe. Leo nisamehe dhambi zangu zote, uniandike kwenye kitabu cha uzima wa milele, uniondoe kwenye kitabu cha hukumu kwa ajili ya ukombozi wa nafsi yangu, mwili wangu, roho yangu na maisha yangu. Asante Bwana Yesu, leo ninakuamini na nimekupokea. Wewe ni Bwana, Mfalme na Mwokozi wa maisha yangu. Siku zote za maisha yangu wewe ndio njia, kweli na uzima, na niweze kuona ufalme wako siku ya mwisho. Amen. Shalom.